Tupo katika dunia iliyopiga hatua kubwa sana katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kipindi ambacho watu wanatumia muda mwingi na kila rasilimali kuhakikisha kuwa mambo yasiyotarajiwa yanatokea. Kuanzia safari za kwenda mwezini, bunifu za ndege, uvumbuzi wa teknolojia ya sauti za mawimbi ya redio, hadi katika teknolojia kama Neuralink. Nyuma ya hadithi hizi kuna jambo moja la kushangaza sana. Wavumbuzi wengi waliamini kuwa wazo walilonalo ni halisi, na pindi watakapoanza kulifanyia kazi litatokea, hata kama jambo hilo halijawahi kuwepo katika sura ya dunia na macho ya wanadamu. Kwa maneno machache ni kusema, waliamini kwa kila walichofanya hata kabla ya jambo hilo kutokea dhahiri. Wakati mwingine hata hawakujua hatua ya pili baada ya jaribio la kwanza ingekuwaje, lakini waliamini na wakaanza kufanya hata kwa hatua ndogo ya kwanza. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 fungu la 7, Biblia inasema, maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Katika safari ya maisha mara nyingi tunakutana na nyakati ambazo macho yetu hayaoni mbele, lakini moyo unasukumwa kuendelea. Kutembea kwa imani ni kama kutembea gizani, ukiamini kuwa mkono wa Mungu unakuongoza. Ni kuchukua hatua ya kwanza, hata kama hatua ya pili bado haionekani. Mungu hatupi ramani yote mara moja. Hapana. Wakati mwingine anatupatia tu mwanga mdogo na hatua ya kwanza, halafu anasema twende pamoja. Petro alipokanyaga maji alijua tabia halisi ya maji na nguvu ya mvutano kuwa vingemfanya azame, lakini kwa kuwa alikuwa ameamuriwa na Yesu, Petro aliona vinginevyo, yaani kutembea juu ya maji kuliko kuzama, na baadaye ikawa hivyo. Ndivyo ilivyo kwa maisha yetu. Imani sio hisia. Imani ni uamuzi wa moyo. Ni kutulia na kusema, Bwana, nitaenda kwa sababu wewe umesema. Katika kitabu chake cha Step to Christ ukurasa wa 68, mwandishi aliandika akasema, imani ni kumwamini Mungu kuwa anaweza kufanya kile ambacho sisi hatuwezi kufanya wenyewe. Hiyo ndiyo sauti ya imani. Kuamini pale nguvu zetu zinapoishia, pale akili inapogonga ukuta, pale njia inapofifia, na pale giza linapoonekana kuishinda nuru. Na bado tukasema, Mungu, nakutegemea wewe. Bado yapo maeneo mengi ambayo mamilioni ya watu bado hawajawahi hata kusikia jina la Yesu na ukweli ubadilishao maisha. Wanasubiri mtu mmoja, mtu anayeweza kusema, niko tayari kuvuka mipaka ya faraja, niko tayari kuamini hata bila kuona. Sio lazima ujue yote, sio lazima utimize yote. Kinachohitajika ni moyo uliosema, ndiyo, nakubali. Swali ni je, ni wapi Mungu anakuita uchukue hatua ya imani? Yaani, hatua ya kwanza. Pengine ni kumfikia mtu mmoja tu ambaye hajamjua Kristo. Pengine ni kuombea kazi ya wamishonari. Pengine ni kutoa kidogo ulichonacho ili injili ifike kila pahala. Imani inaanza na hatua moja ndogo, hatua ambayo inaonekana rahisi, lakini kwa Mungu ni mlango wa miujiza. Sina shaka kuwa utaanza kuchukua hatua ya kwanza katika kufanya kazi pamoja na Mungu. Leo chukua hatua hiyo. Sema, Bwana, ninatembea kwa imani, si kwa kuona. Mungu akubariki. Tukutane kesho.